kitakuwa kitaendelea ili tuende kusaidiana kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu hapo nje kuna baadhi ya watu wengine kabisa wanafanya mahuduma mbalimbali, huduma za kidunia, wanafanya mambo ya dunia. Lakini sasa sisi ni vizuri na sisi kama vile watumishi wa Mungu tufanye kazi ambayo itatangaza injili ya Bwana. Tusifanye kazi ambayo sio injili ya Bwana, lakini tunatangaza kazi ya Mungu ambayo itatusaidia katika kipindi kama hiki. Na ndio maana tuko ndani kwenye studio yetu ya leo, Swahili Talk Show. Tuko napatikana dunia yote nzima. Uko na ujumbe wa kusaidia community yetu, tafadhali unaweza kunibook ama kutuma message kwenye email yetu ama kwenye comment. Tutakutafuta na wewe kwenye ujunge na sisi kwenye huduma kama vile hii. Na dada yangu eko Manchester UK, na mimi niko hapa USA, lakini tunasaidiana kufanya kazi ya Mungu vizuri. Karibu sana dada Deborah. Ni muda wako mzuri sasa. Utuambie ile jambo ambao watu walikuwa nasubiria kwa hamu. Utuambie mambo mazuri ambayo watu walikuwa nasema, huyu dada tunamsikia dada wa aina gani? Brother Trezor atia post nzuri, lakini huyu dada ni wa aina gani? Sasa leo watu wapate kujua dada, njoo dada Deborah huyu ambaye tuko naye sikia leo. Karibu sana dada yangu, utupatie maneno mazuri sikia leo. Karibu sana. Na tuko hapa tutakuwa tunasoma vitabu, akisema kitu fulani tunasoma na tutaandika kwenye screen, watu tuko pamoja na wao. Karibu sana dada yangu. Amena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiria tumeshamkaribisha Roho Mtakatifu, ndio mwalimu mkuu, apate kuja kutufundisha. Leo tu tunakuja kuzungumzia teme ambayo inasema furaha ya Mungu. Amena. Furaha ya Mungu kwa mwanadamu. Ndio teme ambayo tumeibeba leo. Hapa tunaongea na mwanadamu yoyote tu. Ndio. Umeokoka au hujaokoka, karibu usikie furaha ya Mungu kwako ni nini. Ndio. Ni ujumbe ambao nilipewa na Mungu nipate kuja kufikisha kwa mataifa, na ndio maana kwa kadri Mungu anavyoniwezesha na try kutembea kwenye ili nihakikishe nimeufikisha juu, nisiende kudaiwa damu ya mtu kwenye kichwa changu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo na tena hapa tuko hapa kwa sababu ya kufikisha hii ujumbe tu ya, unajua Mungu anatupenda sana, ni vile ambavyo hatujui. Lakini kwa watu ambao wako ndani ya Yesu wanajua raha ambayo iko ndani ya Yesu. Na wanajua upendo wa Mungu una viwango gani na ni wa amna gani, kwa sababu upendo wa Mungu kwetu ni upendo wa ajabu sana. Ndio. Ni upendo wa ajabu sana kwa sababu kwanza Mungu ana upendo wa agape ambao haubagui. Unaona? Ndio. Yawezekana unaweza ukawa huko unasema jamani, mbona huyu Mungu katika maisha yangu? Mungu yupo. Ndio. Mungu yupo. Hata hapo ulipo yupo, ila ananyamanza. Yes. Sababu kuna mazingira ambayo hatakiwi kuongea kabisa. Kuna mazingira ambayo anatakiwa kuongea. Kwa hiyo yupo, lakini ikiwa ananyamaza kwako, ni lazima ujue kwa nini ananyamaza. Na ili ujue ananyamaza, utajua leo sasa. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi 16 mstari wa 11. Tusikie wimbo wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kusoma Zaburi 16 mstari wa 11. Biblia inasema, utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako kuna furaha tele, na katika mkono wako wa kulia na mema ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nafikiri umesikia hayo maneno. Ndio. Na teme yetu ambayo tunaleta leo ina kwa mwanadamu. Ndio. Furaha ya Mungu kwa mwanadamu. Unasikia? So Daudi na wimbo. Kwa nini aliimba hivyo? Kwa sababu kwamba maisha ambayo anayaishi furahishi Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnajua maisha ambayo aliaishi ya Daudi, alikuwa mtu ambaye alikuwa akifanya vitu ambavyo havieleweki vile. Wenyewe mnajua alimwaga damu, wenyewe mnajua alizini na mke wa mtu hadi akambebesha mimba. Kwa ukiangalia maisha ambayo alikuwa anayaishi,
alikuwa anaona kwamba sio maisha ambayo yanamfurahisha Mungu, sio maisha ambayo yanamfurahisha Mungu, na akatambua, ikabidi aimbe wimbo amwambia kwamba, kwa sababu alijua kwamba kwa Mungu ndiko kuna furaha ya milele. Kwa Mungu ndiko kuna furaha tele. Unasikia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio akaimba wimbo, anamwambia Mungu, anajililia mbele za Mungu eti ya kwamba amjulishe njia ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini alilia eti anamwambia Mungu amjulishe njia ya uzima? Kwa sababu alijua ya kwamba furaha ya Mungu iko katika uzima milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maisha ambayo alikuwa anaishi hayakuwa maisha ya uzima, yalikuwa maisha ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Hivyo akataka sasa aitafute furaha ya Mungu katika maisha yake. Na ndio maana akajua kwamba furaha ya Mungu imefichama katika uzima wa milele, uzima wa milele. Na ndio maana akamlilia Mungu amjulishe njia ya uzima, kwa sababu mbele ya uso wa Mungu kuna furaha tele, na katika mkono wa Mungu wa kulia kuna mema ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndugu yangu uli mahali hapa, mwanadamu mwenzangu unayenisikia leo, tunatemea furaha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua furaha ya Mungu kwako, furaha ya Mungu kwako ni uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Furaha ya Mungu kwa kitu ambacho Mungu anafuta ni kwamba urithi uzima wa milele. Hiyo ndio furaha ya Mungu kwako. Ina maana ikiwa bado unaishi maisha maovu, maisha ya dhambi, maisha ambayo hayapendezi Mungu, ujue ya kwamba maisha ambayo unayaishi hayamfurahishi Mungu. Ndiyo. Na hapo haujaitafuta furaha ya Mungu, bali maisha ambayo unayaishi ni machukizo mbele za Mungu. Na hicho ndio Daudi mwenzetu aligundua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuja kujiangalia, mimi ni mwanadamu, kwa nini naua easily? Kwa nini nazini easily? Kwa nini natamani easily? Bwana Yesu atusaidie sana. Akaja kuona kumbe ndani yangu hakuna furaha yoyote ikiwa bado nayaishi haya maisha maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa bado nayaishi maisha ya dhambi, ndani yangu hakuna furaha. Nasikia? Kwa sababu ndani hakuna uzima. Ya furaha ya Mungu kwa mwanadamu ni uzima wa milele. Naomba ushikilie hicho. Na ndio ujumbe ambao nakuja kukufikishia. Mungu afurahiwi mwanadamu ambaye anaishi katika maisha maovu. Hapana. Kwa kweli anakupenda, lakini afurahiwi na matendo yako. Ndiyo. Kwa kweli anakujali, lakini afurahiwi na matendo yako. Kwa kweli anakubariki, lakini afurahiwi na matendo yako. Na ikiwa anakulinda, ikiwa anakupenda, na ikiwa anakubariki, lengo la Mungu ni ili na likapindika. Ndiyo. Ni kwamba bado ana imani na wewe. Ipo siku utakuja kuitafuta furaha ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ipo siku utakuja kuitafuta furaha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huruma. Ndio maana Mungu anakulinda, ndio maana Mungu anakubariki, amekupa mume mzuri, amekubariki watoto. Wewe ni tajiri sasa hivi, uhangaiki, unakula vizuri, unaishi vizuri, unalala pazuri, watoto wanasomea masomo mazuri. Mungu anaachilia hizo baraka kwa sababu ya nini? Ana lengo na moyo wako upate kuurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuacha eti uishi unavyotaka. Kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa wanajipiga kifuani eti sisi tuna Mungu, sisi ndo tuna Mungu kabisa, sisi ndo tuna Mungu. Ikiwa tu mimi natoka huko kwenye ulevi, lewa, lakini Mungu ananilinda njia yote, natembeza gari hadi
nimefika nyumbani salama, nina Mungu. Ndiyo. Ndugu, Bwana Yesu asifiwe. Wewe Huruma. hauna Mungu, Mungu anakulinda tu, kwa sababu yeye ni mwema na upendo wake auhesabu mabaya ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wake auhesabu mabaya ya mtu. Haijalishi unafanya nini, Mungu atakupenda jinsi ulivyo, kwa sababu lengo la Mungu ni kwamba ufikie furaha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uifikie furaha yake, uipokee furaha yake, uiishi furaha yake. Hicho ndio kitu ambacho Mungu anakitafuta. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na tumeshaiona furaha ya Mungu ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ndio maana kama mlisikia pale Daudi anamlilia Mungu, anasema ya kwamba furaha ya milele inatoka kwako, kwa sababu aliona huko kwenye pombe hakuna furaha, huko kwenye uzinifu hakuna furaha, huko kwenye masengenyo hakuna furaha, huko kwenye chuki hakuna furaha, huko kwenye wivu hakuna furaha. Unasikia? Bali kuna vilio, kuna mateso, kuna stress, kuna kudharauliwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna furaha huko kote, hakuna furaha. Bwana Yesu asifiwe. Akaja kuona kwamba hata niishi maisha ya aina gani mimi Daudi, kama sina Mungu sina furaha yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu furaha ya kudumu, furaha ya milele, furaha ya uzima iko ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanadamu, furaha ya Mungu ni kwamba uokoke leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furaha ya Mungu ni kwamba uokoke leo. Tutaenda kusoma kitabu cha Mathayo 11:28. Biblia inasema ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, furaha ya Mungu ni kwamba ulete hiyo mizigo ya dhambi ambayo inakuelemea. Mtu hauna furaha, mtu hauna amani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisikia kilio chako. Mungu anakujua zaidi ya unavyojijua. Najua mahali ulipo umejikatia tamaa, mahali ulipo umepoteza matumaini kwa sababu ya maisha unayoyaishi. Unafikiria ya kwamba Mungu hakujui. Mungu anakujua. Ndio maana nilikwambia Mungu yuko nawe. Amen. Wewe hauna Mungu, lakini Mungu yuko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa ana nyamaza kwa sababu ya mazingira, kwa sababu maisha ambayo unayaishi na maisha ambayo unajichagulia, ndio maana Mungu ananyamaza kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini yuko pamoja na ananyamaza kwa maisha ambayo umejichagulia, na maisha hayo ni dhambi. Maana Isaya 59:2 Biblia inasema ya kwamba mkono wa Bwana si mfupi hata asiweze kukugusa, wala sikio lake si nzito hata asiweze kusikia. Lakini kitu ambacho kinanyamazisha Mungu ni dhambi zako na uovu wako, ndo umeuficha uso wako, umeuficha uso wa Mungu hata asiweze kukutazama. Ndio maana unaona kwamba Mungu amekuacha, ndio maana unaona mambo hayaendeki, maana stress zimekujaa. Kwa sababu gani? Dhambi ambazo unaziishi, mazingira ambayo umejitengenezea, ndio inatuma Mungu asikusikie, ndio inatuma Mungu akunyamazie, ndio maana Mungu aongee na wewe. Ndio. Sasa Mungu anataka furaha irejee kwako, furaha yake ipate kurejea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuita leo uje na hiyo mizigo ya dhambi ambayo imekuelemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu furaha ya Mungu ya kwanza ni kwamba uokoke.
Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ya kwamba ni wokovu. Ya kwanza ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na wokovu unapatikana wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo 4:12 kwamba hakuna jina ambalo mwanadamu anapaswa kuokolewa kwalo tofauti na jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Kristo ndo anakuita hapa. Haya ni maneno yake. Anakwambia eti uje kwake na mizigo ambayo inakuelemea ili apate kukupumzisha. Furaha ya Mungu ipate kurejea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furaha ya milele irudie kwako. Amen. Furaha ya kudumu irudie kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ameona umeteseka mrefu kwenye uzinifu. Hakuna furaha, yani uzini kwanza unaingia hotelini kuna mke wangu ata niko sonana kama ni maisha ya stress. Yes. Bwana Yesu atuhurumie sana. Huruma. Unaishi ya sharati, eti nikifika usiku babangu ataenda kunipiga. Bwana Yesu atuhurumie. Unaona ni furaha. Sonana kama ni mateso. Stress. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anajua kokote hakuna furaha. Kwenye pombe huko hakuna furaha. Kwenye ulevi hakuna furaha. Bwana Yesu atusaidie. Wivu na chuki havikupi furaha, bali vinazidi kuangamiza nafsi yako. Bwana Yesu atusaidie. Sasa Kristo nataka uipokee hii furaha ya milele, furaha ya kudumu ambayo inapatikana ndani ya Yesu Kristo pekee. Na furaha hiyo ni wokovu. Amen. Furaha hiyo ni wokovu. Kwa hiyo ndugu yangu unayenisikia, Kristo anakuita njoo kwake na mizigo yako ya dhambi apate kukupumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 3:9, wakati ambapo Adamu na Hawa walipotenda dhambi, Mungu furaha ilipita inaondoka ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua wakati wako katika shamba la Edeni, wamevikwa tukufu wa Mungu, uwepo wa Mungu umewazunguka na kuwatawala. Walikuwa na furaha ya milele. Hawakuwa wanajua dhambi. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa wanajua mateso. Hawakuwa na magonjwa. Hawakuwa na stress. Hivyo walikuwa na furaha ya milele. Walikuwa na furaha ya uzima ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ambapo walipokosa kutii maneno ambayo Mungu aliwapa, basi walijikuta nini? Wako uchi. Ina maana furaha ya kudumu, furaha ya milele, furaha ya uzima ikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakabaki sasa ni watu ambao wakabaki watu ambao hawana msimamo, watu ambao wanaanza tumaini. Bwana Yesu atusaidie. Huruma. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye rehema akaja na watafuta tena. Yes. Jinsi Kristo anakutafuta leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu mwenye rehema anakuja eti Adamu, uko wapi? Eti baba, niko hapa. Nimejificha, niko uchi. Mungu anawaambia, ulijuaje ya kwamba uko uchi? Lengo la Mungu sio eti basi Mungu hakujua, alijua yote. Kwa sababu yeye niko ambaye niko. Ndiyo. Yeye anakujua zaidi ya unavyojijua. Hata hapa mahali tulipo, hapa tupo, yupo Mungu. Hata hapo mahali unaponisikiliza yupo. Mahali popote Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Hajawahi kutuacha. Bwana Yesu atusaidie sana. Lengo la Mungu lilikuwa ni kwamba waisikie sauti yake, wapate tena kurejea, waende mbele za Mungu, wakaombe msamaha ili uzima uwarejee. Lakini wao walianza sasa, baba, ni mwanamke ambaye ulinipa
Bwana Yesu atusaidie sana. Huruma. Jina la Bwana libariki. Ule naye ni mwanaume ambao ulinipa. Bwana Yesu atusaidie. Sasa mimi sitaki uwe kama Adamu na Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Usiwe kama Adamu na Hawa, usiwe na masababu wakati ambapo Mungu anakuita kupitia sauti yake. Sauti ya Debora ambayo unaisikia hapa, Debora ni chombo tu, lakini sauti ni sauti ya Mungu ambayo inaongea na wewe. Acha masababu eti mimi nikiacha uchangu doa, nikiacha umalaya, nitalipia watoto rent, nitalipaje renti, nitalipaje watoto ada ya shule. Kristo anataka kwanza uje jinsi ulivyo. Watoto watakula nini? Utalipaje renti? Hayo mengine yote mwachie ye mwenyewe, ata provide. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la barikiwe. Amen. Lakini furaha ya Mungu ni kwa tafute kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake zidishiwa. Kwa hiyo hacha masababu kwa Mungu sababu, kwa Mungu sababu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana. Amen. Wakati Mungu alipoona wanakimbia hawataki kumfasi, na alipowaona wako uchi, utukufu umeondoka, furaha imeondoka, akawageeni mavazi ili kuficha tupu wao. Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Na wewe uko, kwa sababu kama una Mungu uko uchi tu. Maana vazi ambalo ni la heshima, vazi ambalo ni samani ni Kristo Yesu. Ukimvaa huyo utakuwa na samani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimvaa huyo utakuwa na heshima. Yes. Lakini sasa hivi unaishi maisha ya stress, na hiyo ni aibu. Bwana Yesu tusaidie. Maisha ya wivu na chuki hadi unafikia kuua watoto wa watu. Unafikia kuharibu ndoa za watu. Wewe ndo mchonganishi wa familia za watu. Wewe na majirani zako mpatani. Hiyo ni aibu. Bwana Yesu, na uko uchi. Bwana Yesu atusaidie. Uko ni uchi. Sasa Kristo anakuita uje na uchi wako ili apate kukustiri, akuvalishe vazi la heshima, aondoe wivu ndani yako, aondoe chuki ndani yako, aondoe uchonganishi ndani yako. Kristo pekee ndo furaha ya milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa furaha ya Mungu ni kwamba uje kwake leo na mizigo yako ya dhambi apate akupumzishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua, acha kwanza tusome hiki kitabu cha najua ni Mathayo, Mathayo 25. Mathayo 25, tunasoma Mathayo 25:41. Bwana Yesu asifiwe. Jina. Amen. Biblia inasema Amen. Inasema ya kwamba kisha atawaambia na wale katika mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ulishike hili neno. Hii ni siku ya mwisho kwa wale watu ambao watakaoipuzia sauti ya Mungu, kwa wale watu ambao kataa kuitii sauti ya Mungu, kama ambavyo Adamu na Hawa walikosa kuitii sauti ya Mungu wakafa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unayenisikia, moto wa jehanamu haujaandaliwa mwanadamu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Moto wa jehanamu haujaandaliwa wewe unayenisikia. Hapana. Moto wa jehanamu ni wa shetani na malaika zake, vile walivyotupwa, vile walivyoinuka, dharau zilivyoinuka juu yao, kiburi kilivyoinuka ndani yao, vile ambavyo waliinuka na kiburi na dharau, ndivyo atakavyotupwa.
lakini moto ule si wa mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe cha Mungu, na Mungu alikuumba kwa mfano wake, kwa sababu utawale naye. Ndio maana alikupendelea kuzidi viumbe vyote. Kwa hiyo wewe sio mtu wa kawaida. Usijidharau mahali ulipo. Ikiwa uliumbwa kwa sura ya Mungu, unajifikiria wewe ni mtu wa kawaida. Shetani asikudanganye. Acha kudanganywa na shetani. Kwa shetani hakuna furaha. Shetani hana huruma na wewe. Shetani hakufurahi. Misheni ya shetani, Biblia inasema ni mwizi ambaye alikuja kuangamiza. Misheni yake ni kuiba, kuua na kuteketeza kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Shetani ana huruma na wewe? Ana, kwa sababu anajua ule moto wa jehanamu umeandaliwa yeye na malaika zake, na si mwanadamu. Sisi tuliumbwa kwa sura ya Mungu. Kwa sababu ya nini? Tupate kuja kumwakilisha hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni sura na viumbe vya Mungu. Sasa kila mwanadamu ambaye ni kiumbe cha Mungu, kwa sababu tulijichafua. Biblia inasema ya kwamba kwanza yeye mwisho wake ulishia kwa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo ni Adamu wa mwili. Kwa hiyo sasa kuna dhambi ambayo hata watoto wetu wanazaliwa nayo, na sisi tunazaliwa nayo. Ndio. Unasikia? Yes, ni dhambi ya asili ambayo tumeipokea kutoka wapi? Uzao wa nani? Wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndiko tulitoka. Kwa hiyo tunazaliwa na ile damu, ile dhambi ya asili. Na hapo sisi ni wafu mbele za Mungu. Ndio maana hata mtoto mdogo akizaliwa leo aiombe tufundishe. Mtoto ambaye anazaliwa leo aiombe hata umfundishe kutukanana. Yeye anajua matusi yote, anajua kuwadharau watu, anajua anazaliwa nao, kwa sababu kuna ile hali ambayo anazaliwa nayo. Sasa aliyekuja kuiondoa hiyo hali, aliyekuja kuitoa hiyo hali ni Kristo Yesu. Ndio. Na ndio ule mfano ambao Adamu na Hawa walipofanya dhambi ili watengeneze mavazi. Ile ilikuwa inatuonyesha namna Kristo atakuja ili tupate kuvaa vazi la heshima na la thamani. Ndio. Yesu asifiwe. Ili turudishe tena ile sura ya Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile sura ilitoweka pale kwenye shamba la Edeni. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndugu yangu, uliye mahali hapa, Kristo anakuita. Kristo anakuita. Eti uje kwake. Haijalishi umesumbuka, umelemewa na mizigo ya aina gani, yeye atakupumzisha. Yeye atakupumzisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kwake kuna utajiri. Utajiri ambao sio huwa hapa duniani. Kwake kuna utajiri ambao unaleta mabadiliko. Utajiri ambao utakupa uzima. Utajiri ambao utakupa furaha ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu ndiyo tajiri. Hapana hivi vya dunia vitapita. Ni magari ambavyo tuko navyo tunapata hapo nje. Majumba hivyo vyote, mafriji ambavyo unaona huko, hizi kompyuta, vyote vitapita. Unasikia? Lakini kwa Kristo ndiko kuna utajiri. Na utajiri wa Kristo wa milele, ni maisha ambayo hayana kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo ndugu yangu, yeye anasema kwenye kitabu cha Ufunuo 3:20 ya kwamba anabisha kwenye mlango wako ambao ni moyo wako. Mtu mmoja atakasikia sauti yake kupitia neno lake, anabisha kwenye moyo wako. Mahali ulipo, chunguza matendo, chunguza tabia zako. Je, wewe una hii furaha ya Mungu ndani yako? Daudi alitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi alitafuta, alitengeneza mawasiliano yake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na furaha ya Mungu ni kwamba uokoke. Na kwa wewe Mkristo, furaha ya Mungu ni kwamba utengeneze mawasiliano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tengeneza njia yako. Tengeneza maisha yako leo.
Kristo anakuita uje kwake ili akupumzishe huo mzigo ambao unakuelemea. Ndugu, usiposengenya watu, usipochonganishiwa, yani kuna watu ambao wanaishi maisha kama jinsi ya amani, unaona kama ni mzigo, na hapo ndio maana inaitwa mzigo. Dhambi ni mzigo, ndio, na ni mzigo kwa sababu kama ukufanya hicho kitu au jisikii furaha, yani furaha yako ni pale ambapo unasengenya watu. Hiyo ni furaha ambayo inatoka upande wa pili, inatoka kwa shetani ibilisi, maana yeye anataka kuangamize. Ndio maana furaha yako iko katika masengenyo, furaha yako katika uchonganishi, wivu, chuki, fitina, ulevi, ulafi, uongo. Bwana Yesu atuhurumie sana. Huruma. Lakini furaha ya Mungu ni kwamba upate kuokoka, kwa sababu yeye akiwa ndani yako, furaha, utakuwa na furaha ya milele. Na maana maisha ambayo utayaishi ni maisha matakatifu, maisha ambayo si kutekwa tena, sio maisha ya vituko, sio maisha ya kudharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndugu yangu, Kristo anabisha kwako. Wewe ambao unalemewa na mizigo ya dhambi, kuna hata Wakristo ambao umeshaanguka, Kristo anabisha tena. Ikiwa uko mahali hapa umeanguka, uliacha huduma ya Mungu, uliacha kazi ya Mungu kwa sababu ya changamoto, kwa sababu ya shida, Kristo anakuita leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kristo anakuita leo. Furaha ya Kristo ni kwamba utengeneze maisha yako tena, ya kwamba urejee. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba umrudie kwa kulia, umrudie kwa kuomboleza, umrudie kwa kurarua mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Rudia kama nabii Yeremia alivyotuambia ya kwamba yeye si mwingi wa hasira, bali yeye ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo yeye madhaifu yako yote anajua, maisha unayoishi, lakini anakuita uje kwake kwa njia ya nini? Ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uje kwake kwa njia ya nini? Ya toba. Kwa hiyo mahali ulipo, ikiwa bado unaishi maisha ya dhambi, ujua kwamba Kristo anakutafuta uje kwake, wewe ambao unaelemewa na mizigo mizito ya dhambi, ili apate kukupumzisha, akusitiri. Maana ukija kwa Kristo, yeye na Baba yake watakuja kufanya makao ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua Biblia inasema ya kwamba tutakujaje kwa Mungu pasipo mahubiri. Na maana kitu ambacho kinakuvuta kuja kwa Kristo ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome kitabu cha Yohana. Yohana 6. Tunasoma Yohana 6. Yohana 6:44. Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja asipovuka Baba aliyenituma na siku ya mwisho. Unasikia? Hakuna mtu ambaye anaweza akaokoka pasipo neno la Mungu. Neno la Mungu ndio livuta, kwa sababu wakati ambapo unalisikia ile neno, katika hili neno kuna pumzi ya Mungu, na hiyo pumzi inapoingia ndani yako, hiyo pumzi kazi yake ni kukupa uelewa, utambuzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inakupa utambuzi ya kuelewa ya kwamba kumbe haya maisha ambayo ninayaishi kumbe ni maisha mabaya. Kumbe Mungu afurahiwe. Kumbe furaha ya Mungu ni kwamba nitengeneze maisha yangu. Kumbe furaha ya Mungu ni kwamba niokoke. Ili neno ndo linakupa maarifa, ndo linakupa utambuzi. Na wakati ambapo, kwa sababu ile pumzi na kuvuta, ndo pale ambapo unakuta neno ambalo linaongewa hapa linakuchoma, unajikuta una amani. Kwa kweli mimi ni malaya, kwa kweli mimi najiuza. Unaweza ukajiuliza eti nitakujaje sasa, nitaupelekaje huo mzigo? Unasikia kitu ambacho kinatuma ulete huo mzigo ni neno la Mungu, ili unalosikia hapa ndo linakuvuta. Ndio maana nilikwambia Kristo anabisha hivi kwenye moyo wako. Najua maneno hapa yatakuchoma, na ukiona neno linakuchoma ujue kwamba huyo ni Mungu na anakutafuta wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno alikuchomi bure. Kuna watu ambao masikio yao yanazibwa. Ikiwa Mungu hataki
waokoke, masikio yao yanafungwa. Kuna watu ambao macho yao ni vipofu, yaani hata neno wahubiriwa haja hawezi akasikia, wala hawezi akachomwa, unasikia. Lakini acha nikupe mfano wa mwana mpotevu. Wakati ambapo alienda mchi wa mbali huko, Biblia inasema kwamba alifanya nini? Alienda mchi wa mbali huko, akakutana na baba mmoja, akamwajiri. Unajua Kristo anaongea kwenye fumbo, lakini baba ambaye alimwajiri alikuwa ni shetani, ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ambapo alikutana na ibilisi huko, akamwajiri, akaanza kumtumikia katika anasa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakati ambapo ile pumzi ilimpuzia, alipata nini? Alipata utambuzi. Alijitambua. Unasikia? Usifikirie eti alikaa tu vile ambavyo Biblia inasema alikuwa akikula kwa nguruwe akaja kutambua, akaja kuwaza watumishi wangapi ambao wanakula na kusaza kwa baba yangu, na mimi ninateseka. Mungu alisemezana naye kwenye dhamiri yake, na wakati Mungu alipoongea naye kupitia neno la Mungu ambalo alimuongelesha, ndio lilimpa utambuzi. Ndio maana alijitambua, akaja kutambua, lakini alikuwa ni kipofu kwa sababu aliyemwajiri alikuwa ni shetani. Unasikia? Akaanza kulisha nguruwe, akaanza kula na nguruwe. Unajua maana kula na nguruwe? Ni pale ambapo uliokoka ukaenda kurudia matapishi huko. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa ameokoka, alikuwa katika shamba la Bwana, lakini kwa sababu aliona maisha ya wokovu ni mzigo kwake, akaacha njia ya uzima, akaenda katika njia ya upotevu. Bwana Yesu atusaidie. Akamwomba baba yake eti ampatie mali zake eti aende kujifurahisha huko. Ile ni kusema, ile ni kuomba foi. Nikwambia baba, hivi nimechoka na huduma yako Bwana. Nimechoka na maisha ya wokovu. Amekuwa ni mzigo kwangu. Basi acha tu niende nikajifurahishe na anasa huko. Biblia inasema akaanza kula na nguruwe. Unasikia? Kula na nguruwe ni ile kurudilia matapishi, kujifurahisha kwenye anasa, starehe, uasharati, uzinifu huko. Akaanza kuzini ovyo, kusharatika ovyo huko. Unasikia? Hiyo ndio kula kwa nguruwe. Na yule aliyemwajiri katika shamba lake alikuwa ni shetani, ibilisi. Ni Kristo tu anaongea kwa fumbo, lakini ukiwa na huyo Roho Mtakatifu, Biblia inasema yeye ndo anakuja kutufunulia siri zote ambazo zimefichwa ndani ya maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kristo anakuita kupitia neno lake. Sauti ya Mungu inakuita leo. Neno la Mungu linakuvuta wakati ambapo unajitambua, ujua kwamba Mungu anakutarget wewe. Kwa hiyo kuanzia leo unapolisikia hili neno, kama limekuchoma, Mungu anaja na ndio ukatubu. Amen. Maana hautaleta mizigo yako pale kuileta hiyo mizigo. Imeandikwa hapa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 2 hapa, tutaanza 37. Matendo ya Mitume 2:37. Biblia inasema nini? Eti walipo yasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Bwana Yesu asifiwe. Ni Wayahudi. Roho Mtakatifu alishuka kwa mitume, wakaanza kunena kwa, ndivyo Biblia inasema. Lakini sasa wakati ambapo walipomaliza kunena kwa lugha, Petro alianza kuwafundisha watu maneno ya Mungu. Wakati ambapo Petro anawahubiria watu, Bwana Yesu, ulikuwa ni mkutano wa watu wengi sana. Anaanza kuwafundisha Kristo Yesu, anaanza kuwahubiria. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Wale watu mioyo yao ilichomwa. Unasikia? Kuchomwa ni utambuzi. Lile neno ile pumzi ingia katika moyo, ikawapa utambuzi, hadi wakamuuliza Petro, nifanyeje sasa? Na ndivyo mwana mpotevu alivyofanya. Wakati ambapo alipotambua hivyo, alisema ni bora nirudi kwa baba yangu, niende kufanya nini? Niende kumwomba msamaha. Na alirudi akamwambia, baba,
sistahili kuitwa mwana tena, nifanye kuwa mjakazi wako, nifanye kuwa mtumishi wako tu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba unisamee kwa sababu lile neno ambalo Mungu alizungumza naye kupitia dhamiri safi nilimpa utambuzi. Kwa hiyo ndio ile kuchomwa, ule ni utambuzi, ni ile nguvu ya neno la Mungu, ile pumzi iliyo katika neno la Mungu inakupa utambuzi. Nao lile neno la Mungu ambao lilishuka ile wakati liliwapa utambuzi, wakapita wanaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakachomwa mioyo yao, wakamuuliza Petro, tutendeje haya? Petro akawaambia sasa 20:38 Biblia inasema ya kwamba akawaambia, Petro akawaambia, tubuni katika kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So Petro akawaambia ya kwamba njia pekee ambayo mnatakiwa kuifanya ni kutubu sasa, na kutubu ni kuacha. Unaona, mwana mpotevu aliacha immediately, akarudi kwa Baba kuomba msamaha na kutengeneza maisha yake. Ambapo na wewe ni lazima moyo wako anze kuacha. Usiende tu hapa naacha uzinifu. Moyo uamue kwanza, maana mabadiliko yanaanzia kwenye moyo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maana ukianzia kwenye moyo, moyo ukiwa safi, ule usafi wa moyo utambukiza mwili mzima. Ndio maana Kristo aliongea neno la fumbo, anasema ya kwamba jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Anaongelea jicho la ndani ambao ni moyo wa mwanadamu, kwa sababu anajua hapa kwenye moyo kuna mawazo mabaya, yote yanaanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Acha tusome kitabu. Tutasoma vitabu sana kwa sababu ya tueleweshane. Ndio. Tunasoma kitabu cha Marko. Tunasoma kitabu cha Marko. Marko 7. Soma kitabu cha Marko 7. Marko 7:21 najua pale. Nasema hivi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu utoka mawazo mabaya, uasharati 22, wizi, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, ila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. 23, haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Unasikia neno la Mungu? Unasikia gisi Yesu anatuambia? Ndio. Eti ya kwamba katika moyo wako ndo kunafanya nini? Ndo kunajaa maovu. Katika moyo wako unaficha, ili uue mtu huko, yote yanaanzia kwenye moyo. Ili utukane mtu, yanaanzia kwenye moyo. Kwa hiyo sasa ni lazima uanze kuachilia moyo wako kwanza. Sema ya kwamba nimemgabizi Mungu, moyo wangu nimeuachilia leo, kwa sababu wakati ambapo unaachilia moyo, Kristo atapata nafasi ndani yako. Juu moyo ambao umetawaliwa na hizi ambao uliona hapa, uasharati, wizi, matukano, kiburi, uchafu, haya matendo haya, ni moyo ambao unatawaliwa na shetani, ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Kristo anataka umfukuze huyo ibilisi katika moyo wako. Kwa kufanya nini? Kwa kuamua kubadilika, kuyaacha unayoyatenda. Wakati ambapo unasema kwanza, yani ukikiri tu, wokovu unakuja kwa kukiri. Unasikia ukisema tu kuanzia leo na mgabizi Yesu moyo wangu apate kutawala, shetani na malaika wake wote wataondoka. Kristo anakuja kufanya nafasi na kuja kufanya makao ndani yako. Na wakati ambapo Kristo ataingia katika moyo wako, ndio sasa Biblia ndio lile andiko ambako Yesu alisema kwa fumbo eti moyo wako sasa utakuwa na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako sasa utakuwa na nuru. Kwa sababu unasikia hapa Petro anasema neno nzuri ya kwamba tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa
wakati hapo unaachilia moyo wako, Kristo akija kufanya makao ndani yako, roho utapokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa huyo Roho kazi yake ni kukuongoza katika haki na kweli, na hapo ndipo utafikia sasa moyo wako utakuwa safi, kama vile ambavyo Daudi tena alisema kwamba Mungu niumbie moyo ulio safi, ufanye upya roho yangu, kwa sababu najua neno la Mungu ndio linafanya upya roho zetu. Ile nguvu ya neno ndio inatakasa, ndio inaopere yale yote maovu yaliyojaa, inaondoa. Kwa hiyo ndugu, tubu, acha unayoyafanya, geuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wokovu ni kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ukigeuka utapokea Roho Mtakatifu. Unajua kuna watu wengi makanisani wamejaa, wanajiita Wakristo, wameokoka, lakini mbingu haiwatambui. Ndio. Wanajiita walokole, lakini Mungu hawajui kabisa. Katika ufalme wa Mungu hata majina yao yako katika kitabu cha huruma sana. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu wao waliokoka mwili tu, yaani kisanisani, kista. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakuachilia mioyo yao. Unaona, waliokoka. Kuna watu wanaokoka tu kwa sababu baba yangu anaenda kanisani, ni pastor, acha niokoke, acha nibatizwe. Sasa Mungu hataki hivyo. Mungu anataka ubatizwe katika ubatizo ambao uko sahihi. Unasikia? Na ubatizo wa kwanza ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, na Roho anakuvuta kupitia neno la Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ubatizo wa kwanza ni wa upya, ufanywa upya roho yako. Huo ndio ubatizo wa kwanza ambao unakuvuta uje kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huo utakupa nini? Utapokea Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu atapata nafasi ndani yako, na hapo utafanyika nini? Kiumbe kipya. Hata ubatizwe sasa ni kukamilishwa. Sasa ukisha batizwa utafanya nini? Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili mstari na 7. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama sasa yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa utafanyika kuwa upya, maana neno la Mungu litakutakasa. Biblia inasema ya kwamba Kristo alikuja kulitakasa kanisa lake kwa neno, katika nini? Maji katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Maji katika neno. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Kwa hiyo neno la Mungu linakufanya kuwa kiumbe kipya, ile ambalo unalisikia hapa, ambalo unalipuuzia kila siku. Ndio maana bado unaishi maisha ya stress. Ndio maana bado unazidi kuishi maisha ya dhambi. Ndio maana unazidi kuishi maisha ya kujitegemea wewe mwenyewe na kutegemea watu. Unaona, kwa sababu wewe ni mpuuzi. Unapenda mahali ambapo wanasengenya watu, mahali ambapo wanatukana watu, marando na kadhalika, lakini mahali ambapo panahubiriwa neno ili upate kupona utaki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nataka uwe kama Zakayo ambao alitafuta kumuona Mungu. Alitamani sana kumuona Yesu asifiwe. Nataka uwe kama Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Pasiwe chochote cha kukuzuia. Biblia inasema ya kwamba watu walikuwa wengi. Kwanza alikuwa mfupi, na maana hakukuwa na maarifa na utambuzi wowote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia alikuwa amezuiliwa na watu walikuwa wengi, na maana imani yake ilikuwa ikimzuia asikutane na neno la kweli. Mazingira ambayo alikuwa anajitengenezea mwenyewe yalikuwa sababu ya asikutane na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Biblia inakwambia ilibidi apande kwa nini? Kwa mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ili apate kufanya nini? Kumuona Yesu, ilibidi ajiongeze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilibidi ajiongeze, asema hii imani ya Waislamu hii hapana, mbona napotea tu.
Maana hapa tunaambiliwa Yesu ni mtume kama mitume wengine. Unaona, Muhammad ndo watatupeleka mbinguni. Muhammad hana mbingu. No. Uko unapotea kama Zakayo. Uko unapotea. Na bora hata Zakayo alikuwa na hamu ya kumuona Yesu. Bora Yesu, sasa umefungwa uko na maimani zako, sijui wa Sabato, sijui kama ndo wanani bali mimi nakimbiaga wakikia gonga hapo kumlango kwa kelele Jehova. Wanafika. Uko kote umepotea. Unasikia? Ndo nani? Zakayo alijua ya kwamba furaha ya Mungu iko ndani ya Kristo Yesu. Unaona? Na ndo maana ilibidi awe na hamu sana ya kumuona Yesu. Na alimuona kwa sababu alijiongeza. Ina maana alitengeneza mazingira ya kumuona Yesu. Unaona, alitengeneza mazingira. Ndiyo. Pande kwenye mti ili asikie neno la Mungu la kweli ambalo lilimpa utambuzi, na akatambua, akajijua kumbe nilikuwa nikiibia watu. Unaona, neno ndio lilimpa utambuzi. Ndiyo. Alijiongeza, alijitengenezea mazingira ya kukutana na neno la kweli. Wakati alipolisikia hilo neno lilimpa utambuzi, vile ambavyo alikuwa anafikiria kwake ni vizuri, kunyang'anya watu mali zao, kuwatapeli watu, unaona, kuwanyanyasa watu, likampa utambuzi, akajitambua, kumbe nilikuwa nimefichwa neno la kweli. Kuanzia leo, kwa jinsi nimekutana na Yesu, inakuwa vizuri. Nimekutana na Yesu, mali zangu zote nitagawia wale maskini, wale wote ambao wana uhitaji nitawagawa, na wote ambao niliwanyang'anya nitawarudishia mali. Unaona neno la Mungu hilo ndio neno la Mungu la kweli. Likiingia ndani yako, utajikuta unachukia dhambi completely. Unaanza kuidharau dhambi. Yaani maisha ambayo utayaona furaha kwako ni maisha matakatifu, kwa sababu kuna kitu ambacho kinafanyika katika moyo wako. Kuna operation ambayo ilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kristo anakuja kwa moto. Anataka ufanyike kuwa kiumbe kipya leo. Uachane na maisha ya kale, ufanye kuwa upya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sababu kishafanyika kiumbe kipya, cha kwanza utachukia dhambi. Tunaenda kusoma hicho kitabu kwa sababu tumeshapokea Roho Mtakatifu, umeshabatizwa. Kristo anataka ubatizwe kweli, lakini moyo wako kile kitendo cha kuacha unayofanya, unapokea Roho Mtakatifu completely. Ndio. Hatupokea Mtakatifu kule kwa ubatizo. Mwache kudanganywa na hao manabii wa uongo ambao kuna tudanganya. Unakuta wanaenda kubatiza watu wanaanza kujifanyiza eti Roho Mtakatifu anashuka, Roho Mtakatifu anashuka, Roho Mtakatifu. Bongo, mapepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumechunguza zile zote roho hazitokani na Roho wa Mungu. Unaona? Maana wale unaona anaenda kuwabatiza watu, wanaanza kujazwa, wanaanza kufurikwa, sijui kuvunjika migulu, walio wengi. Tena tumefanya uchunguzi. Unasikia? Yes. Tusiseme sisi, Roho imefanya uchunguzi na akatufunulia maisha ambayo na wale walio wengi ni wazinifu, washarati, hata na wachawi wamejaa. Ndio. Kwa sababu gani? Mioyo yao haijafanyika upya. Sasa furaha ya Mungu ni moyo wako ufanyike upya. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza ni wewe tubu, yani wokovu. Cha pili ni moyo wako ufanyike upya, operation ifanyike katika moyo wako. Kwa sababu moyo wako ukifanyika upya, tunaenda kusoma kitabu cha Warumi hapa. Hapo sasa utapokea uzima katika Roho Mtakatifu. Warumi 9:10. Unasikia? Okay. Je, ndugu yangu ile hapo nanisikia, umefanyika upya? Si mtu akishakuwa ndani ya Kristo, yani ukitubu unakuwa tesha ndani ya Kristo. Na ukishakuwa ndani ya Kristo ufanyika kuwa kiumbe kipya. Ina maana maisha ya kale utayachukia. Unasikia? Yes. Kwa sababu hapa Paulo anatuambia kwa Warumi 8, tutaanza hapa kwenye 8. Biblia inasema 10,
inasema na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Unasikia sasa? Yaani utakuwa kiumbe kipya kweli kweli, kwa sababu roho huyo ataanza kukufinyanga sasa, ataanza kukutengeneza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema Kristo akiwa ndani yako, yani Kristo akiwa ndani yako, ukimpokea Yesu leo, ukimpokea leo Yesu, ukimwachia leo Kristo moyo wako apate kutawala, basi yeye akiwa ndani yako, mwili wako utakufa kwa sababu ya dhambi, na roho yako itakuwa hai kwa sababu ya haki. Bwana Yesu sifiwe. Sasa yeye ataanza kuvunja, ataanza kutengeneza mazingira sasa ya mwili. Ina maana hata mwili wako ulikuwa unawaka tamaa, atavunja ile tamaa. Unasikia? Mdomo wako hata kama ulikuwa ni wa kuongea maneno ya kuropoka, maneno ya ovyo, atautakasa. Unaona, atapitisha likala la moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Macho yako yalikuwa ni ya kuona vitu vya ovyo, mapornografi, vitu vyenye havikusaidii chochote. Ataenda kuangaza, atawaka nuru. Macho yako itakuwa ni kutazama nyimbo za Mungu, vitu ambavyo vinamsifu Mungu, vitu ambavyo vinamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utazama hata utazama hivi mahali ambapo panafundishwa, yani ndoa kiu cha dhambi, anaweka kiu cha haki. Yani maisha yako yote utaishi katika maisha matakatifu, maisha ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na 9 inasema lakini Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nanyi amfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awe yeyote asipokuwa na Roho, huyo si wake. Unasikia? Ikiwa tunampokea Roho Mtakatifu, acha kulia mama, acha kulia, tunataka tumalize. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia? Sasa Roho wa Mungu akiwa ndani yako, wewe Mkristo ambao unanisikia hapo, Biblia inasema ya kwamba mwili wako utafanya nini? Ya kwamba hautafuata mwili tena. Ina maana mwili hautakuendesha kama ulikuwa unakuendesha zamani, kwa sababu mwili ambao anaongelewa hapa ni shetani, Ibilisi. Biblia inasema mwili sio huu, hapana, ni ile matendo maovu ambayo yalikuwa ndani yako. Ina maana hautotembelea yale maisha tena ambayo tulihesabu pale: washarati, uongo, uzinifu, wivu, chuki, fitina, wizi, ulevi. Unaona, wewe hautofuata. Ina maana hautokuwa na hayo matendo tena, kwa sababu ndani yako Roho Mtakatifu atapata matunda mema, matunda ya wokovu. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unasikia? Na 10 inasema na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya nini? Ya dhambi, bali roho yenu i hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho wa Mungu akiwa ndani yako, hautaufuata mwili, na maana zile tabia za kale hautoziendea tena, hautoishi yale maisha ambayo uliishi zamani, bali utakuwa sasa kiumbe kipya. Utafanya nini sasa? Tunaenda kitu cha 3. Tumeshaona kitu gani ambacho kinafanya wewe kukufanya kuwa kiumbe kipya. Ni Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho atazalisha nini? Matunda ya wokovu. Tunaenda kusoma kitabu cha Yohana Mtakatifu 3:11. Tusikie neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na la Bwana libarikiwe. Amen. Preach. Yes. Na la Bwana libarikiwe. Amen. Niliandika wrong hiki kitabu. Okay.
Kama uko pale mtazamaji, tafadhali share, kuwa na share live hii kwa watu wengine waende kutufuatilia zaidi. Karibu dada, ameshapata kitabu. Ndio. 8:3-8. So Okay. Biblia inasema hivi, kisha 8 Mathayo 3:8 inasema hivi, basi zaeni matunda yapasayo toba. Unasikia? Kwa sasa wakati ambapo huyo roho atakufinyanga uta sasa matunda mazuri ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jina la Bwana libarikiwe. Yaani utakuwa sasa unayaishi maisha ya kuangazia watu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa mfano bora wa kuigwa na watu. Hiyo ndo matunda yapasayo toba. Ina maana watu hawatakuona tena. Hawatamuona Debora zamani. Wataona kiumbe kipya, watamuona Kristo mzima ndani yako. Misemo yako itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Utawapenda watu, utawajali watu, utakuwa mtu wa kusamehe, utakuwa mtu wa vinyongo tena, utakuwa mtu wa utakuwa na amani na kila mtu. Hayo ndio matunda yapasayo toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo yako katika kitabu cha Wagalatia, Wagalatia 5 pale 22. Biblia inasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Unasikia? Ndio matunda ya Roho Mtakatifu. Ina maana kwanza ndani yako kuna hili tunda, Roho Mtakatifu anapanda kiasi ndani yako. Ina maana utakuwa mtu ambao unaishi uko mu self control. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii kiasi ni self control. Sababu gani? Utavuka ambao Mungu anakuweka katika neno lake. Yaani hapo utangaa sasa. Utakuwa mtu mtiifu wa neno la Mungu. Utakuwa mtu ambao unamheshimu Mungu. Utakuwa mtu ambaye unaishi maisha ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Furaha yako itakuwa ni pale ambapo unasikia unasikia maneno ya Mungu. Unasikia mafundisho ya uzima. Unasikia mahubiri. Hapo ndipo itakuwa furaha yako. Na ukiona mtu ambaye yuko katika dhambi, furaha yako itakuwa ni kwenda kuivuta ile roho ili umpatanishe na yeye na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana kuokoa watu wengine. Yaani utakuwa sasa utakuwa unazaa matunda ya toba. Unaona? Ya wokovu. Sasa hayo ndio matunda ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utawapenda watu na udhaifu wao wote. Na umuona ndugu yako akiishi maisha ya dhambi, utamhubiria naye, utamwambia hata maneno ya Mungu. Hata utawaona ndugu zako, marafiki zako ambao ulikuwa nao katika dhambi, wakiishi muzambi, utawafundisha hata maneno ya Mungu, utawavuta na wao, utawaunganisha na Mungu. Bwana Yesu, na hicho ndio kitu ambacho Mungu anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa ndugu yangu, furaha ya Mungu ni kwamba uokoke ili ufanyike kiumbe kipya na uzae matunda ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu aliye ndani yako ni nuru. Kwa hiyo sasa watu hawatakuona wewe, Mungu atakufinyanga wewe. Watu watashangaa. Ndio ule mlevi wa mkarche huyu leo ana Biblia anahubiria watu. Amen. Mimi nashashiria. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ule mchonganishi huyu leo anatuhubiria, anasema uchonganishi ni dhambi. Ama kweli Mungu anabadilisha. Na ni kweli vyombo ambavyo Mungu anatengeneza sio vyombo vya kawaida. Umevaa Kristo ambao ni vazi la thamani. Ndio hivyo kwa thamani, hapana. Ndio maana nilisema hao wengine ambao bado wanaishi maisha ya dhambi na wanajiita wanaokoka, hawajaokoka bado. Kristo anawaita wote walete hiyo mizigo ambayo inawaelemea, hapate kuwapumzisha. Watubu, wageuke, wabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa ndugu yangu, hilo ndio somo letu la leo.
Wow. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikuonyesha mfano wa nani? Wa Zakayo. Mtafute Mungu maadamu anapatikana. Geuza njia zako. Geuza njia zako, wa chombo, tubu ate kubadilika. Furaha ni kwamba utu ili ufanyike kuwa kiumbe kipya, kwa sababu ndani yako kutapandwa matunda ya toba, na ndio utaanza sasa, yataanza kutokea kwenye maisha yako, yataanza kujidhihirisha kwenye maisha yako. Hapo sasa ndio utakuwa barua ya kusomwa na watu, si kwa nje bali kwa roho. Yani watu watakapokuona watamuona Mungu mzima mzima. Ndio Furaha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukifanya hivyo, ukiishi maisha matakatifu, ukizaa matunda ambayo ni ya wokovu, una uzima wa milele deja. Na Biblia kusikia pale eti siku ya hukumu Mungu atakuja kukufufua. Unasikia, na Kristo akija kukufufua, atakufufua wewe ni mtakatifu miongoni mwa watakatifu. Ina maana wewe hautakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mtakatifu ambaye anakufa. Heri wafu wafao katika Bwana, maana wanapumzika tu baada ya tabu zao, na matendo yao yatafuatana nao. Kwa hiyo watakatifu wa Mungu wanapumzika, watasubiri parapanda ikilia, basi wanafufuliwa ili wamlaki Bwana iwani mawinguni. Na wale ambao watakaosalia wananyakuliwa ili wamlaki wote Bwana iwani mawingu, wavikwe taji ya uzima. Kwa hiyo na wewe acha kuishi maisha ya dhambi, uje kwa Yesu Kristo, anakusubiri ili siku moja ukarizi naye uzima wa milele. Na Mungu akubariki. Amen. Wow. Thank you so much Sister Deborah. Mambo mazuri. Kama haukupokea ujumbe wa leo, na kuambia ndugu yangu, umepoteza mengi sana. Dada ametoa vitu vingi kabisa, ametupatia vitabu. Kama unajua unafika sasa hivi kwenye live yetu, unaweza kurudia tena baadaye, ndio uangalie kwenye live, uangalie vitabu vyote alituambia. Maneno mazuri sana, tena sana. Ametupatia furaha nzuri ya Mungu. Ni lazima kuwa na vitu vizuri kama vile hivi. Mara kwa mara uadui sio furaha, uadui ni kulia kila wakati. Lakini alivyoongelea vyote sio kurudilia tena kwa sababu muda umeenda. Na yeye unajua kwamba kuna mtoto na anafanya kazi ya Mungu, namfungulia mbele kofia kabisa, anamchanga mtoto mdogo mchanga, lakini anafanya kazi ya Mungu. Ni makofi kabisa, nampatia dada huyu makofi kabisa. Dada, Mungu akubariki kwa kazi unafanya. Lakini napenda nikuambie, kuna swali unaweza kujiuliza, mbona anatuambia hivi? Hasa furaha ya Mungu maana yake nini? Hiyo ni swali unaweza kutoka naenda kujiuliza peke yako. Lakini kabla ya kuenda, ili kwa ajili ya live yetu ishe siku ya leo, napenda nikupatie maneno mazuri ambayo yatakusaidia siku ya leo. Kwa nini furaha ya Mungu ni muhimu sana. Furaha ya Mungu si sawa na furaha ya kawaida ya kibinadamu, hapana, ambayo tuko naongelea hapa. Ama tokea na furaha yako nasema ni furaha, najua furaha ni furaha, najua furaha ni joy. Joy ambayo unajua sio furaha ya wanadamu watu naongelea hapa. Furaha ya kawaida inaweza kubadilika muda wote ambao uko nao. Kila muda uko na hiyo furaha, inaweza kubadilika any moment. Unaweza kuwa na mwanaume unafurahi, lakini any moment inaweza kubadilika. Ukipata pesa, unafurahi kusema niko na pesa. Mtu akikuheshimu tu unafurahi katika maisha yako. Ama president akikuheshimu tu, ama mtu mwingine, unafurahi katika maisha yako. Mambo yakienda vizuri maishani kwako, unafurahi, unasema niko vizuri. Sasa nikupatie maneno mazuri yatakusaidia katika live ya leo. Kama unakuwa kwenye live zingine, iko tofauti kwa kila live ambayo unaangaliaka. Sasa chukua nikupatie. Lakini furaha ya Mungu ni ya ndani zaidi, ndani ya maisha yako. Furaha ya Mungu iko ndani katika maisha yako. Furaha ya Mungu, ama furaha tunaongelea siku ya leo, hii furaha tuko nayo, furaha hii utokana na kujua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe kila usiku na mchana. Hii furaha tunaongelea siku ya leo. Ni lazima ujue kwamba Mungu pamoja na mimi kila usiku na mchana. Ndio unapaswa kujua, hata wakati maisha si rahisi katika maisha yako. Sasa hivi maisha ni magumu sana. Nipatie maneno mazuri yatakusaidia siku ya leo. Unaweza kuwa na machozi leo, kesho, lakini bado ukawa na furaha moyoni mwako. Unaweza kuwa ama unaweza kupitia
shida, lakini bado ukamwamini Mungu kwa mwokozi wako, ndio tutakusaidia. Unaweza kupitia ama kupoteza kitu ndani ya maisha yako, lakini bado ukaamini kwamba Mungu atakurejeshea ama atakurudishia ile kitu ambayo ulipoteza. Labda ulipoteza pesa, ulipoteza rafiki, ndugu yako, mume wako, lakini hauna furaha. Lakini kumbuka, kupitia image ya leo ama mafundisho ya leo yatakusaidia siku ya leo. Ama ingine, unaweza kukataliwa na marafiki yako na ndugu zako na rafiki yako na baba yako na mume wako na watu, lakini bado ukajua kwamba Mungu amekubadilisha maisha yako, ama Mungu amekukumbuka, amekukubali katika maisha yako. Ndugu yangu, napenda kutia moyo sikia leo, nikwambie hiyo ndio furaha ya Mungu tuko nayo sikia leo. Furaha ya Mungu ni kitu ambacho kiko karibu yako katika maisha yako, sio furaha ya wanadamu. Kwa sababu furaha ya mwanadamu anapopata pesa anafurahi. Furaha ya mwanadamu anapokuwa na wengine, mtu wanaongea vizuri anafurahi. Lakini siku moja tu wale watu wakibadilisha ama wakikoseana vibaya, furaha inatokea kabisa. Anasema yule mtu fulani, dada Debora, leo tuko kwenye live na dada Debora, tunafanya kazi pamoja kwa dada Debora. Lakini one day atasikia ujumbe, mtu mwingine anamwambia eti brother Trezo, Debora unafanya kazi na brother Trezo. Huyu brother Trezo ni mtu mbaya sana. Asa ile furaha yake anageuka machungu, anasema ningelijua. Lakini nikwambie kitu kimoja. Mungu anajua ni kwa nini furaha yako haujakuwa na furaha leo. Lakini unapomtegemea Bwana kwa mwokozi wa maisha yako, furaha yako iko pale milele na milele. Ni lazima usikie mafundisho ambayo dada alitupatia hapa. Alitusomea vitabu vingi zaidi akituambia kuhusu furaha. Ametuambia namna gani furaha ilivyo. Ni lazima kuwa unatambua makosa yako. Uombe kabisa, uwe na toba, uombe kabisa. Ni vizuri mtumishi wa Mungu uwe pale unasikia maneno, ujumbe wa Mungu ni vizuri. Usiwe mtu kusikia mambo ya dunia tu, unafurahi na mambo ya dunia, unafurahi na mambo ya dunia. Hapana. Furaha tunaongelea siku ya leo ni furaha ya milele na milele. Ni furaha ya milele na milele. Najua ni topic kubwa zaidi, lakini dada yangu alitupatia maneno ambayo yatakusaidia wewe siku ya leo. Alitupatia ujumbe mzuri utakusaidia wewe ambao unatusikiliza siku ya leo. Na ndio maana leo napenda kutie moyo nikwambie Mungu atakusaidia kabisa. Kwa kumalizia siku ya leo ama kipindi cha leo, kabla dada yangu nimkaribisha dada yangu hapo, dada Debora, nitakumalizia kwenye kitabu kizuri hiki ambacho kitakusaidia siku ya leo. Mahali popote utaenda itakusaidia. Furaha inatokana katika uwepo wa Mungu ambaye nilikwambia. Kitabu cha Zaburi 16:11 dada yangu atusomea pale na tupatia maneno mazuri katika kitabu hicho tena, lakini tutakupatia maneno mazuri. Tuangalie kitu gani? Watu wengi wanatafuta furaha mahali pasipo sahihi. Unatafuta furaha kwa pombe, unatafuta furaha kwa mwanamke, unatafuta furaha kwa kuangalia hiyo ngono ambayo dada alisema, pornography, unatafuta furaha kwa watu wengine, lakini nakwambia furaha hiyo sio furaha. Hiyo itakupatia shida. Wengine wanatafuta furaha kwenye pesa. Nishakwambia pesa ni unafanya kazi kila siku hasa nipate pesa. Kuna wabilionea, corona ilikuja, watu wengi walikuwa wana furaha. Ulikuwa na pesa zako ndani ya nyumba, pesa zikusaidia kitu. Pesa sio kitu. Pesa ni kitu ambacho kinatusaidia sasa hivi, lakini kwa maisha ya baadaye pesa sio kitu. Kuna watu wana magari, kuna watu na manyumba mazuri, wana maisha mazuri, lakini hawana furaha. Kwa sababu hawana connection na familia zao, hawana maneno mazuri na familia zao. Lakini ndio napenda kutie nguvu nikwambia kwamba furaha yako inaanzia leo hapo, na bali Bwana kwa mkozo maisha yako. Na wengine wanatafuta furaha kwenye mawasiliano, ambao niko na mtu fulani niangalie kama yule mtu atanipatia furaha, lakini sio. Lakini wengine wanafanya nini? Wanatafuta furaha kwenye starehe na vitu vya muda mfupi. Pombe, magari, unakuwa hauna kitu, unapata gari ya bei ya mkopo mkubwa ili useme kwamba kuna furaha. Hiyo sio kitu ndugu yangu. Lakini chunga nikwambie, lakini Biblia inasema hivi, mbele za Mungu kuna furaha tele ya milele na milele. Mbele ya Mungu kuna kuwa na furaha kubwa. Ndio maana topic ya leo nasema kwamba furaha ya Mungu. Furaha inasema hivi, ukiomba furaha inakuja. Ndio kitu cha kwanza kusaidia katika maisha. Ukiomba tu furaha inakuja. Ukiabudu furaha inakuja. Ukisoma neno la Mungu furaha inakuja. Ukimtumaini Mungu kuwa mwokozi wa maisha yako furaha inakuja. Hayo ni maneno napenda kupatia siku ya leo. Najua dada yangu amesoma vitu vingi, amesema vitu vingi, lakini napenda nimwambie dada yangu, Mungu akubariki kwa maneno mazuri ambayo anatupatia siku ya leo. Ni maneno mazuri tena matamu,
tunasema asante sana, asante sana. Na kwa wale ambao wanatufuatilia sasa hivi, mtatuacha comment pale kama unapenda tuendelee na hii program kila wakati, itakuwa ni vizuri sana, kwa sababu najua dada yangu ana mambo mengi, ana ujumbe mwingi ambao Mungu alimsaidia katika maisha yake, na anapenda kutusaidia ili tusaidie. Tusiangalie vitu vya muziki, najua mpira upo, lakini ni vizuri kamate muda mdogo umpatie Mungu, naye hiyo muda ambao Mungu alikupatia sikia leo. Karibu dada yangu Debora, kama maneno mawili matatu ya kumalizia, kupatia watumishi wetu maneno mazuri, tafadhali karibu sana dada, kuambia watumishi wetu mambo mazuri ya kuwachangamsha, na ukimaliza karibu tena, nitasema maneno mawili, utafunga kipindi kwa maombi. Karibu dada yangu Debora, tunamkaribisha tena dada yangu. Karibu. Amen. Yes. Asante. Ndio. Ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na washukuru nyie wote ambao mmelisikiliza hili neno. Mbingu inajivunia nyie, mnaweza mkajidharau. Mnaishi hapa duniani, lakini mbingu inajivunia nyie huko kwenye Mungu. Ndio. Ya kwa sababu Baba naye anasema kumbe nina watoto ambao bado wanapenda sana kusikiliza sauti yangu. Ndio. Wenyewe mnaona jinsi dunia sasa hivi inalewalewa na mzigo wa dhambi. Watu wamekuwa na masikio ya utafiti, hawapendi tena kulisikia neno la Mungu. Ndio. Mahali ambapo wanahubiri neno la Mungu watu hawapendi, wanataka pale hapo wanaongea mambo ambayo wanayaishi na kuwafurahisha na kuwapendeza. Lakini nyinyi Mungu amewapa hata kibali kusikiliza haya maneno. Mungu azidi kuwabariki sana. Amen. Sana. Na mjue kwamba Mungu anawajua na mbingu inajivunia. Kwa hiyo muishi kwa kumtumaini na kumtegemea Mungu. Na pale ambapo unapungukiwa, mwambie Mungu ongeza tena kiu Baba, jaza tena. Pale ambapo unapungukiwa, tu watu ambao tunapenda sana kusikiliza nini? Mafundisho, kwa sababu ndo uzima huo. Bila mafundisho hakuna uzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu azidi kuwabariki sana. Nafikiria ujumbe mumeusikia. Yes. Ya, naomba tu mwe watendaji wa neno hili. Ya mwe watendaji, kwa sababu ndio kitu ambacho Mungu anapenda. Ya Biblia inasema kwamba tusiwe tu wasikilizaji bali tuwe watendaji wa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Hivyo ndivyo mtume Yakobo anatuambia hivyo. Mtume Mungu anatuambia hivyo. Kwa hiyo ni lazima kama mtume anatuambia, anatushauri, tushike kile ambacho anatuambia ili tuwe na uzima. Kwa hiyo nashukuru sana kwa nyote ambao mmesikiliza na nyote ambao mnazidi kusambaza ili wengine wasikie. Basi usambazi juu yangu, juu ya Katrezo, unafanya ni kazi ya Mungu. Maana hata na wewe ambao unasambaza injili ya Kristo, hujui ni nani ambaye ataokoka kupitia linki ambao unashare. Unaona? Na ile roho ikiokoka, taji yako inakusubiri. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Maana sote hapa hatujisumbui bure. Saa saba hapa kwetu hivi, saa 8 nakosa niwe macho, mtoto wangu yuko hapa anasubiri nimbebeleze hata alale, lakini niko hapa najitabisha, kwa sababu najua nisipotumia roho, ipo siku nitavuta machozi, nitalipa. Ndio. Na Mungu nisipozimia roho. Kwa hiyo usizimie roho, endelea kupambana, usimama katika msingi wa Mungu. Wabariki. Amen. Wow. Ingawa dunia nzima kuna wadada wa hivi, kama mambo ni mazuri sana. Mungu akubariki sana dada yangu kwa mambo mazuri. Kama anavyosema, unajua kule kunakuwa usiku sana. Sasa hivi kwa saa 6 ya usiku ama saa 7. Lakini anasema kwamba ni vizuri tufanye kazi ya Mungu, na sio jambo la rahisi kabisa. Kuna baadhi ya watu wanalala, wanasema watoto wanawasumbua, lakini amesema kwamba tutafanya kazi ya Mungu, na hii kazi ni nzuri kabisa. Na Mungu akubariki sana dada yangu. Sina mengi ya kusema, lakini kwa kumalizia tu, kama uko pale una ujumbe fulani unatuangalia na unapenda kushare na we ujumbe kama vile huu kwenye TV fasi yoyote, unanitumia tu message ama text message. Tuko pamoja, ama namtafuta dada hapo, dada Debora, na iko na namba yangu, tunaongeaka na iko na information zangu, tutasaidiana na wewe nikulie kwenye live, tusaidiane kufanya ujumbe wa Mungu ili ende mbele. Sasa hivi tukwenda kwenye Facebook na YouTube, lakini najua kipindi kingine tutaenda kwenye TikTok, sehemu mbalimbali. Tupangilie watu waangalie ujumbe, kwa sababu tunapenda tu expand injili ya Bwana mahali popote pale ambapo wanadamu wapo. Kwa kumalizia kwa ufupi tu, napenda nikuambie namna ya kutunza furaha ya Mungu. Jinsi ya kutunza furaha ya Mungu katika maisha yako. Kitu ya kwanza,
kaa karibu na Mungu. Hiyo ni kitu cha kwanza kusaidia. Ya pili, soma neno la Mungu. Ya tatu, kuwa mtu wa shukrani. Watu wengine hawana shukrani hata kidogo. Ya nne, acha kujiunganisha na watu wengine ama kujilinganisha na watu wengine. Ya tano, zungukwa na watu wa imani. Usizungukwe na watu ambao wanapenda mambo ya dunia, hapana. Na ya sita, watumikie wengine na Mungu atakubariki. Utakuwa na furaha kila siku. Kama unapoangalia watumishi wa mingi ama wabilionea wengi wanaendelea katika maisha yao hapa chini ya dunia, wanakuwa ni watu wanatoa, na huko mtu wa kutoa. Unapokuwa na mtu wa kujitolea, kama live tunaenda live, kamata hii live share kwa watu wengine, itabarikiwa sana. Mungu akubariki mpendwa ambao unifuata siku ya leo. Naamini kwamba ulifuatilia live yetu siku vizuri. Kama kuna kitu ambacho tumeenda vibaya, tafadhali tuandikie kwenye comment, ututext, utuambie kwamba tunahitaji next time useme hivi, umfanye hivi, ama muandike topic ambao unapenda tuongelee kipindi kingine ndani ya comment section. Itatusaidia tukae chini na sisi tuangalie namna gani tutawaletea topic yetu. Hii topic ni nzuri sana, furaha ya Mungu. Watu wengine wanakosa furaha sasa hivi. Ulimwengu shida ni nyingi, watu wanafariki, watu hawapendani, watu waendi kanisani kwa sababu furaha ilikuwa ndani ya kanisa, lakini kanisa haina tena furaha. Watu walikuwa wanapendana, sasa hawapendani, divorce zinakuwa mingi, inchi hazipendani, maneba wanapigana wao kwa wao, watu wanaangaliana sura kibaya, maana furaha kuna tena, vitu vinapanda bei, furaha na watu wamekata tamaa. Lakini mpendo wa Mungu, unapotegemea Mungu kwa mwokozi wako katika maisha yako, na kuambia utakuwa na furaha ya milele, kwa sababu furaha ya dunia itaisha, lakini furaha tunategemea ni furaha ya mbinguni. Asante sana dada yangu, na asante sana kwa wote ambao tuangalia siku ya leo. Mungu awabariki. Be blessed. Asante sana, asante sana. Okay.